Gigi ana Gigi wawili ndani yake. Kuna Gigi ambaye yuko kwenye kioo na Gigi ambaye yuko nje ya kioo. Gigi ambaye yuko nje ya kioo ni msichana ambaye anaweza kujiswitch kufanya kitu kwa ajili ya Gigi ambaye yuko kwenye kioo. Gigi mwenyewe ni msichana ambaye anaogopa sana kushuka, anaogopa sana kufeli, anapenda sana maisha mazuri. Ana fight sana na yuko tayari. Hii ni video, yuko tayari kufanya kitu chochote ili mradi tu vitu vyake viende. Okay, all right. Mimi naitwa Gift Stanford. Watu wananijua kama Gigi Money, alimaarufu Gigi Money. Napenda, najua. Najipenda pia. Yule anaitwa Gift. Yaani ile Gigi badala ile G badala ya ndani akaichukua G kama G ndio akaiweka pale, lakini yeye sio Gigi. Hiyo G unavyofikiria hiyo Gift, yeye ni Gift. Yeye anaitwa Gift Stanford. Ubunifu wake tu mwenyewe. Mtu ukiwa kwenye situation ya mimi nilivyokuwa kabla ya kuwa Gigi na kuwa confident person na ku show the world who I am, unaweza kuwa Gift ule muda unaoanza kukata tamaa na kwenda kumuomba mimi. Unaweza kupika mandazi na ukakaanga, ukayachoma, ukamwauzia watu. Sema tu kwa kuwa hujajiweka hivyo utakijaribu. Niko na maanisha nimeuza mandazi. Haijatokea tu kuja leo mimi na miliki hela ndefu au unashika hela nyingi au na mtu anakuamini au unapata matangazo. Nilikuwa na idea ya biashara, hobby yangu, nilijaribu kupenda vitu ambavyo labda nilikuwa najaribu kama kupenda hela. In short, ukishapenda kitu kama hela, utafanya chochote kupata hela. Ila sikuwa nataka kupata hela kwenye legal. Yani legal way, lakini kuna muda nilipenda sema legal or is not illegal, I want to get money. Kama naonekana mzuri kwa watu, yani sio legal maana kuna kitu nakifanya, ila nataka yani kwamba napata jina kwa kupendwa, kwa kuchukiwa. So I wanna be somebody else. Gigi ni hustler mpaka stage size aliyofikia, kwa sababu kuna watu nyuma walikuwa wakimdharau, wakimpa maneno machafu, amenyanyasika kipindi kile, ndo ana mimba, si ndo anajifungua, maisha tulikuwa tunajua anapata shida hivi na hivi, but now grow up, maisha yake yako vizuri na anajielewa. Sasa hivi Gigi anajielewa. Gigi ana Gigi wawili ndani yake. Kuna Gigi ambaye yuko kwenye kioo na Gigi ambaye yuko nje ya kioo. Gigi ambaye yuko nje ya kioo ni msichana ambaye anaweza kujiswitch kufanya kitu kwa ajili ya Gigi ambaye yuko kwenye kioo. Yani kuna Gigi wawili, kuna Gigi mmoja ambaye anamcontrol Gigi mwingine kwamba okay, wewe sikiliza, hebu leo fanya mbavu huu, fanya hivi, tenda hivi na hivi na hivi, lakini wewe sio hivi. Kwa hiyo Gigi mwenyewe ni msichana ambaye anaogopa sana kushuka, anaogopa sana kufeli, anapenda sana maisha mazuri, ana fight sana na yuko tayari. Hii nirudie, yuko tayari kufanya kitu chochote ili mbali tu vitu vyake viende. Karisa hawezi kuona mimi kipaji changu kwa sababu Karisa ni mtu ambaye tunajuana. Kuna sisi tunajuana sio kwa sababu ananijua mimi kama mama, anamjua Gift. Anajua nilipoanza, anajua afya yangu, anajua uoga wangu. Hajui ni experience kitu gani kwa hapa nilipo, hajui kwa nini nimezidi vitu fulani kutoka kwake, hajui kwa nini what I faced in life after what he did na kuwa famous. Hajui jina alonipa mimi na kunipeleka kwenye fame limenitengenezea nini leo. You understand? So I can say nobody knows me better than I know myself. I'm just who I am. Like naweza nikasema nataka mimi naweza kufanya kitu chochote. You see this makeup, I did by myself. You see this hair, I did by myself. So you see dress code, I do my, yani mimi najitegemea. Kwa hiyo pia sio mtu ambaye anaambia kitu siwezi. Hata ambao walikuwa wananiambia siwezi muziki ndio walifanya nijue, kumbuka hicho. Yani waliponiambia uwezi ndio walifanya nijue. So Karisa hata yeye si mwanamuziki. Kwa hawezi kuniona mimi kama mwanamuziki. Na Karisa ukimwangalia interest yake sio muziki wa bongo.
Karisa nimemkuta kipindi hicho ndo ametoka kuwa Swahili model, sijui wale model Mr. Fashion. I don't know because I was not really into it, but the place I was, yani sehemu nilikuwa ndio naongelea huyo mtu hivyo. Tulikutana kwenye audition. Ilikuwa kwa Raki mwaka 2013 kama 14. I started so far. So Karisa alikuwa ndo amefika pale kwa sababu watu walikuwa ana look fulani, ana attitude, everybody anataka ku get everybody attention, tumjue yeye ni nani. I was too charming. Walikuja watu wengi tu ambao na sasa hivi nawaona wana maisha mengine. Trust me, that audition was big audition kwa sababu ilikuwa ni ya Kilimanjaro something. Water and beer. Kwa hiyo wanataka watu tofauti kwa ajili ya tangazo. Nilipass lakini kama extra na Karisa alipass kama main. So pia tulipata kuzoeana kupitia ile audition. Kutoka pale, me I was too honest. Sikuwa na hela. Ile kuna demo moja kwa anaitwa Farida ni Kenya. Demo alishafanya video queen. Amezaa na Bukiba, alishakuwa video queen kwenye nyimbo moja inaitwa Nini ya Nasku zamani. Alishafanya video nyingi, she's Kenyan too. So Fafa ndo nilipata ku click naye siku ile kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anapenda kuwajua, hapa anatafuta mtu ambaye atakuwa kama chawa. Unajua ni tena mimi anything for money baby. Nataka tena aweke embweka kitu katikati kimambo kwa tena za katikati za kiwapi kama unataka iconnect kitu elini Nataka tena Mama Maria Despacito Bucara Morito Baby Pucheco Nataka punyeto Vipi So safari yangu ya muziki nimeanza nikiwa na umri wa miaka 16 and I was not really in love with me. Yani sikuwa naupenda muziki kama sasa. Nasema nikiwa nafanya kazi kwa kujituma. So I've been pushed by people and watu kwa nisukuma kufanya muziki kama C9 Kanjenje. That's the first guy I met and push. And you can sing and I was like yo. So I was like music mimi sauti yangu navyoongea. So then I just started kwa sababu he was really pushed me. Kwa na nisukuma ile naamini unaweza, unajua kwa sababu kama mtu kitu kikiandikwa kimeandikwa. Na mimi niliandikwa na Mungu. Hiyo ni safari yangu, ni moja ya watu ambao ilibidi nikutane nao. Wewe ndio mkubwa, wewe ndio sahihi. Sitaki kucheza nawe kwa sababu wewe ni mjeuri. Yaani wewe na siongei na wewe. Mchuzi wa rangi. Napata hujamkali.